we will listen to them because it's important that we do so. And that brings me to the questions of the members of parliament. Nimeenda nikitoka Murang'a nikasimama pahali inaitwa Keno. Nikajaribu kusema niko na wabunge hapa, raia akaniambia bana, wewe sema mambo yako. Nikajaribu kusema muwasikia, no. Simu yangu nimetumiwa. Si hata nyinyi ndio mnasema? And let our members of parliament not fear the people who elected them. Kujeni muongee na ile watu walichagua nyinyi, si ndio? Mkuje kama mumetereza, muombe msamaha kulingana na vile Samo nimeendelea, si mtasemewa. So mimi nimekanywa na hao vijana. Wamenikemea the whole night. Na nimewachana na hiyo maneno. Mimi nitaongea mambo ya rais na yangu saa hii. Wabunge mkuje muongee na hao watu. Si ndio walichagua nyinyi? Mtaelewana. I am sure mtafika pahali mtasikizana. Mimi hiyo maneno nimeondokea kwa sababu itaniletea shida bure. Waniambia hii wabunge si tulichagua, wewe kaka. But let us agree going forward. Let us listen to the people. To secure the ground. And Governor, I'm happy you have listened to the ground. And what you are saying is what I've been saying. Tukikula, tukishiba, tusitapikie wananchi ambaye hawajakula chochote. Hiyo tu. Don't display arrogance and opulence to people who are struggling. Address the people with humility and respect. These are your employers. You can say a very tough message, but put it in a respectful manner with humility and people will understand you. Hii maneno ya kujipiga kifua, kufungua kifua hapa na kutembea unaonesha kifua, ukikula na kuanika tumbo, hapana. Let us respect the people of Kenya. Let us address them with dignity, with humility, because they are understanding people. Mimi ni msaidizi wa rais, na kazi yangu ni kumsaidia, and I do that every day. And one of the ways also to assist him, mimi peke yake ndio nilichukua Biblia pale Kasarani, nikaapa ya kwamba nitakuwa nikimsaidia rais na kumshauri. Na mimi naomba Mungu kila siku anisaidie nimshauri rais na kumwambia ukweli, sababu ukweli ni amana. Na mimi, I am not as busy as the president. I have an opportunity to listen to what Kenyans say. So mimi nasimamanga na hiyo ukweli. A few people in government are uncomfortable with the truth, and they normally have a slight problem with me. But there's nothing they can do because I cannot change. Nyinyi mngetaka niongee ukweli ama nidanganye rais? Hiyo ndio mnataka? We'll continue. And I want to say this. I want to confirm. Siku rais alikuwa anataka mwanaume ya kusimama na yeye kabisa, alikuwa amesukumwa kwa ukuta na alitaka mwanaume katika mlima Kenya ya kusimama na yeye. Nilikuweko ama sikuweko? Muliniona ama kuniona? Mimi ningali niko hapo. Mimi nitasimama na rais, nitamsaidia, nataka afaulu mpaka safari yetu ifike mwisho. Na njia moja ya kumsaidia ni kuchunga Wakenya na kumshauri vile Wakenya wanasema, ndio tuchunge mambo yao. Si ndio? Kwa sababu ukiona watu wanalalamika sana, there must be a problem. Now we cannot pretend and look for scapegoat. We must address the issues that are making Kenyans a little bit uncomfortable with our administration. And that is where a deputy must come in to assist his boss. And I can assure you that between me and President William Ruto, we will do whatever it is to address the few challenges in the country and put our country together so that we move forward and succeed. And you find
one of the things that is quite interesting, you find some people from some regions who never supported the president. They never believed in him. They never believed his manifesto. They were calling him names. They mobilized resources to fight him. Saa ile rais ameshida, wamekuja wamekimbia, wamefika. Wanataka ati kusomea sisi, ati kutuambia vile ya kuunga rais mkono. Sisi ndio tulimsaidia rais akaketi pale. Tulimuelewa kutoka day one. Tunamuelewa mpaka wa leo. Na tulimwamini. Wewe hukumwamini.